Karibu kwenye darasa letu la leo. Umewahi kuhisi moyo mzito, labda umekasirika au una stress, alafu mtu anakuuliza vipi mambo, na wewe unajibu sijui, na unamaanisha kweli? Basi huenda wewe si mkaidi, bali una hali inayoitwa alexithymia. Twende sawa hapa tuchambue hizi sababu 6 kwa nini ubongo wako unagoma kutoa maneno. 1. Ubongo wako umepigwa na breakdown ya mawasiliano. Fikiria ubongo wako ni nchi yenye pande mbili. Upande wa kulia huu ni msanii, unahisi muziki, rangi na maumivu. Upande wa kushoto umsaada, huu ni mhasibu, unajua namba, mantiki na lugha. Kwa watu wengi kuna daraja imara, corpus callosum, linalounganisha pande hizi. Lakini kwa mtu mwenye alexithymia, hili daraja ni kama barabara ya vumbi yenye mashimo baada ya mvua. Hisia zinatoka kulia kwenda kushoto kutafuta neno, lakini zinapotea njiani. Unabaki unahisi kitu, lakini huna jina la kukiita. 2. Mazingira ya utotoni. Zile nyamaza za wazazi. Kama ulikuwa unalia halafu unaambiwa nyamaza, acha ujinga, au ukifurahi sana unaambiwa unapiga kelele. Hongera, ubongo wako ulijifunza somo moja. Hisia ni adui. Wataalamu wanaita hii emotional invalidation. Ubongo wako ulizima wifi ya hisia ili usipate shida, na sasa unashindwa kuwasha tena. 3. Trauma, mfumo wa surviving. Kuna watu wamepitia mishtuko mikubwa. Ili uweze kuishi survive, akili yako iliamua kuzima switch ya hisia. Ni kama umeziba masikio sehemu yenye kelele nyingi. Tatizo ni kwamba hata kelele zikiisha, akili inasahau jinsi ya kuzibua masikio hayo. Unajikuta unatazama maisha yako kama movie badala ya kuwa mhusika mkuu. 4. Kurithi, asante babu na bibi. Sio kila kitu unachorithi ni mashamba au pua ndefu. Unaweza kurithi hata alexithymia. Sayansi inaonyesha kuwa kuna vinasaba, genes, vinavyoamua jinsi ubongo unavyochakata kemikali kama dopamine. Kama ukoo wenu ni wa watu wa baridi, wasiozungumza hisia, huenda ni mashine yenyewe imetengenezwa hivyo tangu kiwandani. 5. Neurodiversity, usonji/autism. Kuna uhusiano mkubwa kati ya alexithymia na watu walio kwenye wigo wa usonji autism. Karibu 50% ya watu wenye autism wana sifa hizi. Kwao hisia kama njaa au hasira zinaweza kuhisiwa kama mshtuko mmoja mkubwa mwilini bila kujua ni kipi. 6. Shinikizo la kitamaduni, mwanaume ni jiwe. Hasa katika jamii zetu, mwanaume akionyesha hisia anaonekana amepungukiwa. Mwanaume hanyi, mwanaume ni jiwe. Baada ya miaka 20 ya kuficha hisia, uwezo wa kuzitambua unakufa kabisa. Hapa ndipo tunapoishia kupata presha na vidonda vya tumbo, kwa sababu hisia zilizokosa maneno zinaanza kutafuta njia ya kutokea kupitia viungo vya mwili. Muhimu, usipozungumza, mwili utazungumza kwa niaba yako kupitia maumivu ya kichwa, misuli kukaza, na matatizo ya mmeng'enyo wa chakula, somatization. Tufanye nini sasa? Anza kujifunza lugha ya hisia. Tumia feeling wheels, anza kuandika diary, na hata kama unahisi vibaya tu kidogo, jaribu kukipa jina. Alexithymia sio hukumu ya maisha, ni safari ya kuanza kuuelewa mwili wako vizuri zaidi. Je, umewahi kujibu sijui wakati unaumia? Ningependa kusikia uzoefu wako kwenye maoni hapo chini.